Yo, what's up people? This is Fly High Kenya, or you can call me William Juguna the National. And you know the vibe is all about supporting our upcoming artists. I'm talking about the DJs, wanamziki, wanabiashara, you name it, cause we got you covered. Leo ni siku ya majonzi kwa wakazi wa kaunti ya Kiambu na kwa taifa nzima la Kenya baada ya gavana Kimani Wamatangi kukamatwa na maafisa wa tume ya maadili na ya kupambana na ufisadi EACC kufuatia uchunguzi wa sakata ya ufisadi inayohusisha serikali ya kaunti. Kwa mujibu wa ripoti, maafisa zaidi ya 150 wa EACC walivamia makazi ya gavana Wamatangi na ofisi za kaunti mapema asubuhi ya Jumanne tarehe 15 Aprili 2025. Katika operesheni hiyo, kiasi cha milioni 12 na dola ya 13,000 ilipatikana nyumbani kwake, pesa ambazo zinashukiwa kuwa sehemu ya fedha zilizotumika vibaya. EACC inachunguza kandarasi tata ya 230 million iliyopewa kampuni ya Fitronic International Ltd kwa mradi wa mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa huduma ya ERP, pamoja na madai ya kuwepo kwa mfumo wa malipo wa mikono ama kwa Kiingereza manual uliorahisisha wizi wa 390 million kupitia ajira hewa. Gavana wa Wamatangi pamoja na maafisa wengine waandamizi 8 na mfanyibiashara mmoja walifikishwa katika makao makuu ya EACC kwa mahojiano. Gavana ametaja tokeo hilo kuwa ni njama ya kisiasa inayolenga kumharibia jina. Wakati hayo ya kijili, wafuasi wake walijitokeza kwa maandamano nje ya ofisi ya EACC jijini Nairobi wakitaka achiliwe huru. Hili linakuja miezi michache tu baada ya aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu kuhukumiwa kwa makosa ya ufisadi, jambo linalofanya kaunti ya Kiambu kuwa katika nuru ya uchunguzi mkubwa wa matumizi mabaya ya fedha za umma. Je, ni vita dhidi ya ufisadi au siasa za kulipizana kisasi? Our people here, that this intimidation is pure political intimidation. Hakuna kitu ingine. Purely political intimidation. There is no reason why more than 50 police officers can wake up to my office, to my home, and almost another 200 deployed to various ministers' offices in my government. And the reason is only one, and they are targeting only my ministers who perform, because they want to make my government a failure. Yes. The record that we have, and I want to announce to anyone who wants to seek the governorship of Kiambu,
It is the people of Kiambu who elect the governor, not the police, not EACC. You want to soil our names, and I want to tell the Republic that somebody called me, a very senior officer, and told me, Wewe, even if you are going to finish your governorship, you will be so dirty, we will have made you dirty enough. I will not be cowed and I will not be intimidated. I will stand by the principle that our people deserve right in Kiambu County. That I will do what I'm supposed to do as a governor. Some people are afraid of my development record. I'm going to double that record. Yes, I'll make a double. There is a whole pile of documents, a whole pile, and we'll release them to you to see. A whole pile from documents about my birth certificate to the birth certificates of my children, graduation certificates, to work that we did in the year 2009, to even other petty from all over. There is nothing specific that they were looking for. But here, the mission is simple. Find something to make Wamatangi and his government go down, and find something to make them look dirty. Tupe maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ndio usipitwe na video ama podcast tunapozipost. But kwa sasa, kwaheri.